moyo wangu unifunulie yaliyomo ndani yangu, nami niyajue. Kwanza wazi zako dhambi kumefunga giza, nijue ambavyo dhambi ni la kuchukiza. Ipeleleza na mawazo ni mbegu za mambo asilia, machukizo zidi kuyapeleza katikati yangu, hata wisheni fundisha udhaifu wangu. Jinsi ambavyo mazoea yalivyo, kwamba mazoea yako namna gani. Tuko pamoja. Ni ile hali ya kukaa na mtu kwa muda mrefu au kukaa kwenye mazingira kwa muda mrefu, kwa mahali fulani kwa muda mrefu, alafu kapazoelewa kaona ni pa kawaida, alafu katengeneza tabia fulani. Ukatengeneza tabia hiyo, ndio ikawa ndio maisha yako, kwamba wewe ni wa hivyo. Lakini kuna madhara. Kwa pamoja katika pande zote mbili, kwa maisha ya kawaida na maisha ya kiroho, kuna madhara. Kwa lugha nyingine, wanatakiwa na mazoea ya mazuri. Ndio maana watu wengi ndio unamsikia wanasema asije sitaki kunizoea. Kwa nini? Anajaribu kuwa mipaka ili heshima iwepo. Asije usinizoee. Unijui wala mimi sikujui. Ulishawasikia watu wasema hivyo? Hata jambo kwa serious, asije tusizoee nasema. Usinizoee. Wazoee hao ambao unawajua. Mimi unijui sikujui, kwa hiyo tusizoeane. Maana kanaweka mipaka kulinda heshima yako. Maana ndio mkizoeana tutamvunjia heshima. Mzoea tu kuna vitu ambavyo havitaenda sawa sana. Tuko pamoja? Okay. Naomba usikilize kitu. Nimetolea mfano wa watoto. Ukizoea wazazi, mwajiriwa, mfanyakazi au mjasiriamali akizoea kupata ile biashara na mradi wake, ukizoea sana, hawezi kuona kama vile una maana sana au una mantiki au unamsalisha chochote. Mazoea. Nimetoa mfano kwa mtu anapokuwa na mtoto, alafu akazoea. Nimetoa mfano kwa watu wawili wenye mahusiano ya uchumba au ndoa. Kuna wakati achilia uchumba na ndoa, marafiki tu kawaida, wakizoeana sana, alafu mazoea kama ni mabaya, kuna hali fulani sintofahamu inaanza kutokea. Mpaka watu wanasema, si marafiki kabisa. Imekuwaje? Tunajua ni marafiki kwa muda. Imekuwaje? Mazoea. Okay. Mathayo 23:16. Kipi kinazaliwa na mazoea? Kile kinachozaliwa na tabia iliyosababishwa na mazoea, cha kwanza, sio katika umuhimu, ile katika mpangilio wa Mungu. Upofu. Huyu wa upande mmoja na upande wa pili wanakuwa hivi. Huyu haoni kilichoko kwa huyu, yani ni fimbo upofu. Alafu kilichoko kwa huyu kinaona na mwingine aliyeko kule nje. Na huyu haoni kilichoko kwa huyu.
ila kilichoko kwake kinaona na mwingine, ila wao wote ni vipofu, hawaonani. Ndicho kinachotokea.